basi. Kabla nyuka basi. Nakucha je. Saa ngapi? Muda kwenda kazini. Niambia. Safi kwa kucha. Niko chap. Kaoge. Basi kaniwekee breakfast basi. Nenda. Usilale hapo. Sio nuliti na kulala. Karibu. Marahaba mwanangu. Sijambo. Mama, karibu sana. Safi. Karibu sana. Haya, sasa mwanangu. Hapa kilichonileta kikubwa. Yaani wewe umetoka unakuwa. Umepata maisha yako mwanangu. Mwenyezi Mungu kakujalia mashallah. Wewe umepata ofisi yako, riziki zinapatikana. Mwanangu sija kusikia wewe kusema utaoa wala kukusikia una mchumba, sijasikia. Una matatizo gani Ruta? Unajua tumekaa na baba yako, tumefikiria sana. Ruta kishakuwa mkubwa sasa hivi. Ana familia yake, ana maisha yake, inshallah Mwenyezi Mungu kamjalia. Anapata riziki, kapata kipato kizuri, maisha yanaenda. Sasa zingekuwa nishakuja hapa naingia natoka wajukuu bibi nacheza na vijukuu zangu mwenyewe na furahi, hapa kuna mkamwana, lakini tuko mimi na wewe mwana. Hakuna mkwe, hakuna mjukuu. Unataka mpaka nife mwanangu nisione wajukuu zako kweli? Mama. Kiukweli ni kwako naomba mnipatie kwanza muda. Muda? Hapa hakuna muda tena wote. Tayari tushajipanga. Hivi unavyoona mimi na baba yako tushakutafutia mchumba. Mwanamke mzuri, mwenye maadili mema, mtoto watu, katulia. Tena anafaa kabisa kuwa mke. Lakini mama, mambo ya kuchaguliana wachumba, angari mimi pia ninaye mchumba. Naona sio sawa mama. Ruta usinitibue. Kwa mchumba gani ulokuwa naye? Na mbona hujaleta siku moja kumleta nyumbani tukamwona? Au ushawapata uviruka njia huko wamekudanganya huko, au wavaa vinjunga huko mitaani, wadangaji wakubwa hao wamekudanganya ndio umeona umepata mke huko, si ndio? Ruta, usivunje heshima yetu tafadhali. Naomba upate mila zetu na desturi. Mchumba sisi tushamtafuta ambaye atakufaa. Na nakwambia sitaki kupoteza muda. Ikifika saa 10 jioni Ruta, nataka ufike nyumbani. Uje kumuona mke wako mtarajiwa.
Kwa hiyo sisi tumemfuatilia bila mwenyewe kujijua, tukagundua kwamba ana tabia njema na hana vijitabia vibaya kama wasichana wengine jinsi tunavyowaona ama tunaposikia. Yeye hatukusikia taarifa zake zozote mbaya. Sasa kwa hilo tumeona vema kwamba tukuposee, tunataka wewe ufunge naye ndoa. Lakini sasa hapa itatoa kama dakika 5 hivi ili mpate kuongea wenyewe kwamba sawa, sisi tumelizika naye, lakini kwamba hatutaki kukulazimisha, maana siku hizi hamna zile ndoa za kulazimishana. Kwa hiyo nitatoa dakika 5, tutazungumza wenyewe, kama mtaridhiana itakuwa ni jambo jema ambalo sisi tutalibariki. Unanipenda? Ndio, nimekupenda. Natambua kwamba kwenye ndoa kuna kuwepo mambo mengi. Kuna uvumilivu, kuna marumbano. Sijui hivi Ruto, una akili wewe? Una akili? Haya ndo mapenzi unayozungumzia, si ndio? Hivi ukumbuki mimi nimekuvumilia miaka mingapi Ruta? Ukumbuki? Kwa nini unanichukuliaje mimi? Nimerukwa na akili, si ndivyo? Nimerukwa na akili. Unanipenda, umeenda kukubali mtu mwingine. Haya ndo mapenzi, si ndio? Ndo mapenzi nakuuliza, unazungumzia wewe hapa. Umelizika? Umelizika? Nakuuliza, umelizika katika nafsi yako? Sawa. Sawa. Si umeamua? Sawa. Na mimi naamua. Na Paruta, na nakuahidi hutokuja kuniona katika maisha yako. Endelea. Alafa.
Samantha. Piga Samantha faster. Piga Samantha faster. Look at my uncle. Piga Samantha faster. Piga Samantha. Piga Samantha faster. Piga Samantha faster. Look at my... Pole sana kijana wangu kwa yale yote yaliyokutokea. Maana mimi mwenyewe nimeshtuka sana baada ya kupata hizo taarifa. Wazee wangu, nashukuruni sana kwa faraja yenu. Nyinyi ndio watu wangu wa karibu sana. Nashukuruni sana kwa ujio wenu. Ila baba, mama, kinachoniumiza zaidi ni kupotewa na bidhaa zangu muhimu. Nimewekeza sana pale, afu duka linateketea pamoja na store nzima. Alafu isitoshe kuna mikopo ya watu mle. Ndio nikiwaza, nikifikiria, bado inaniuma sana. Pole sana mwanangu. Usiumie sana, usiwaze sana. Hiyo ndo mitihani mwanangu. Pengine kuna heri inakuja zaidi ya hiyo. Na Mwenyezi Mungu hawezi kukupa heri mpaka akupitishe kwenye mitihani. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa kila jambo mwanangu. Sawa mama, nimekuelewa. Lakini mikopo mama, hicho ndo kinachoniumiza. Nimetoka kuagizia mzigo juzi kutoka nje. Na hiyo mikopo umechukua kiasi gani? Halo? Ndio. Sawa. Okay. Una nini tena Ruta? Utakuweka ujue. Mama, baba, hawa ni watu wa benki. Afu isitoshe, hii nyumba nimeshaiweka leani. Na hisi muda sio mrefu au siku sio nyingi wanaweza kaitaifisha hii nyumba. Hayo matatizo mengine. Tumeumbuka au tumeumbuka? Umesahau. Na vile viroba vya unga hapo kwa vile tayari. Ndio nasema tumeumbuka, kwani mimi nimekwambiaje?
wanahitaji hii nyumba kuipiga mnada. Kwa hiyo ombi langu, naomba tukusanye kile kilichokuwa cha kwetu tuweze kuelekea nyumbani. Nyumbani wapi labda kwa mfano? Kwa mama. Unacheza. Yaani utake kutokuzima kwa kanichukue mimi kanituto kanipeleke kwa mama yako mzazi. Wewe unazimu na kichawe. Au umesahau kumeza dawa zako za akili? Sinaongea naye. Yaani mimi unitoe hapa kikili nibebe mizigo yangu, sijui nitie kwenye keli, sijui nitie kwenye tayo nipeleke kwa mama yako. Alafu ili wewe mimi nitoke hapa niende kaka kwa mama yako. Yule alonitwangisha kisambu siku ile mpaka mbavu zote zinaniuma. Mpaka nimelala nimemeza mifupeni. Leo niende nikakae pale. Na hivyo una hela mama yako sasa atanyosha 40 mimi mbavu zangu zikae sawa. Wee, kaa kwa kutulia. Kwa mama yako mimi siendi. Kwa mama yako mimi siendi. Ndio hicho kilichokukondesha siku mbili umetoka na huko vifupa Kama vile unatumia dozi ya ndimu. Unakuja hapo unaniambia leo beba virago vyako. Sijui tuondoke wapi? Sijui tuondoke kwa mama. Kwa mama yako mimi siendi. Kwa mama yako mimi siendi. Sijui umenielewa? Na mimi niliziona tu dalili. Ile siku ya shule mama yako pale kuingia na jimbo la umaskini wangu. Tajiri anaingia na jimbo la umaskini wangu. Umaskini wangu, maskini nyimbo katuzia mwanzo mwisho umaskini wangu. Kwa nini asiingia na nyimbo za kishua mama? Kwa hiyo alikuwa anajua na alotaka kulisema Ndio hilo Mimi siendi sehemu yoyote. Sikiza nikwambie. Labda nikuulize. Au benki na mabegi wamezuia, labda nguo zako nikuchukulia nikuweke kwenye jaba. Utaingia hapo ndani, utaenda utazipange, kama utamtafuta mwenye kikeli, kama utamtafuta mwenye toyo, ila naomba nisikize nikwambie. Mama yako eti mpaka leo hii kachukua mtungi kaweka nyuma mlango. Eti maji yapate ubaridi, mafriji hamna. Mafriji hamna. Wewe ndo wa kwanza usitake kunitia aibu majirani huko akanisia kama vile mimi nimeachika. Mimi mwenyewe nataka nifanye mambo ya nyatu. Usitake kunitia aibu mimi. Utakuntia fezea mimi. Basi ondoka. Ondoka. Naenda, usimshangae. Wewe saizi kusema kuna mwanamke ambaye anakaa na zikubali shida. Utokako huko, mwili umekukauka kama unatumia dozi ya nini? Eti yule sijui nini na nini, yuko anataka kutengenezwa na benki, sijui nini na nini. Unacheza. Niende pale kwa mama yako watoto kibao nikinua kitu mpaka ananifuata mimi nyuma. Na shida takula kwa la. Ichoshe. Unajua yule ana akili ya nge. Unajua nge ana akili gani? Nge alitaka kuvuka mto. Lakini alikuwa hawezi kuvuka mto. Alichokifanya sasa kaenda kumomba chura. Kambembeleza chura akakubali, akambeba mgongoni, wakawa wanavuka. Wamevuka, wanapokaribia katikati, yule nge akamchoma mwiba mgongoni chura. Na ule mwiba wake ulikuwa una sumu. Basi wameenda, wakati wanakaribia kuvuka, chura akafa, matokeo yake akazama. Na yule nge akazama. Kwa hiyo wote wakafariki. Vipi tena? Luta. Chaki sasa nimepoteza mimi, nimepoteza. Umepoteza nini Luta? Tuambie basi tujue. Watu wa benki mama, watu wa benki wamenichukulia nyumbani. Basi mwanangu. Acha kulia, naomba unisikilize vizuri kabisa, nisikilize kwa makini. Wewe bado hujapoteza. Sasa hapa mimi na mama yako tunakukaribisha hapa. Utakaa kwa sababu nafasi ipo ili uanze tena upya. Hivyo ulivyovipoteza ulivitafuta na utavipata vingine zaidi ya hivi ikiwa tu utatulia na utaamua tena kuvitafuta. Kwa hiyo nakuomba tafadhali, ingawa ni ngumu kuipokea, lakini vumilia mwanangu, mwisho wa siku utakuja utafanikiwa tena upya. Luta, na mke wako yuko wapi? Mama, ni mwanamke ama ni kibaka ambao mlimkaribisha kwenye maisha yangu? Yule naye ni mwanamke baada ya kuona kwamba nimefilisika, hana habari na mimi kanikimbia. Mmenikaribisha kibaka. Amekukimbia mke wako Luta?
Umenikaribisha kibaka mimi. Kwa hiyo mwanetu utatusamehe kwa hilo. Tulikuwa hatukufahamu kwamba ana matatizo hayo. Sivyo mke wangu? Luta mwanangu. Na yule alitulaghai sisi. Luta. Nyamaza mwanangu. Nyamaza. Mimi ningejua kama nakuingiza huko. Msaidie ile. Mbaya. Msaidie begi wewe. Nanuka mwanangu, Mungu atakulipia, atakupa mke mwema zaidi ya yule. Mshenzi sana yule mtoto. Tena mshenzi sijawahi kuona.